Karibu sana ndugu mtazamaji kwenye muda mfupi wa kushirikishana neno la Mungu. Leo ni siku nyingine tena tunao sababu ya kumtukuza Mungu kwa matendo makuu ambayo ameyafanya katika maisha yetu. Mungu ni mwaminifu sana. Wewe unajua ni kitu gani amekutendea? Ni kitu gani ambacho amekifanya katika maisha yako? Basi leo tutashirikishana neno la Mungu kutoka katika Injili ya Luka sura ya 4 mstari wa 18 nitaenda mpaka wa 22. Karibu uwe pamoja nami na tunamwalika Roho Mtakatifu. Tuombe kabla ya kuendelea. Karibu Roho Mtakatifu uwe pamoja nasi na kuomba Roho Mtakatifu nisaidie ukafanye kile ambacho umekusudia kukifanya kwa huyo ambaye ananitazama. Basi Roho Mtakatifu na kuomba ukaniongoze, mimi ni chombo tu kisichokuwa na faida, bali na kuomba wewe ukafundishe, ukaniongoze nifanye kile ambacho ni mapenzi yako, katika jina la Yesu Kristo naomba na kushukuru. Amina. Basi Injili ya Luka sura ya 4 mstari wa 18 mpaka wa 22 inasema hivi: Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri masikini habari njema. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, kuacha huru waliosetwa, na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Akakifunga chuo, akamrudishia mtumishi akaketi. Na watu wote waliokuwamo katika sinagogi wakamkazia macho. Akaanza kuambia, leo maandiko haya yametimia masikioni mwenu. Wakamshuhudia wote wakiyastaajabia maneno ya neema yaliyotoka kinywani mwake. Wakasema, huyu siye mwana wa Yusufu? Huyu siye mwana wa Yusufu? Haleluya. Basi Mungu ni mwaminifu sana kwa ajili ya neno hili. Haya ni maneno ya Yesu Kristo nyakati zile ambazo ameanza kuhubiri. Alitembea katika sehemu mbalimbali, katika mitaa na masinagogi mbalimbali ambayo walikuwa wakikusanyika watu mbalimbali, Wayahudi, Mafarisayo na watu mbalimbali wa dini mbalimbali kipindi hicho. Na hapa alienda sehemu moja inaitwa Nazareti. Hapo alipolelewa, na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake, akasimama ili asome. Akapewa chuo cha nabii Isaya, akakifungua chuo, akatafuta mahali palipoandikwa. Kwa hiyo Yesu alipoingia katika sinagogi lile, akapewa asome yale maandiko. Na alipopewa kusoma, akaenda kwenye maandiko ya nabii Isaya aliyoongea. Unaona, nabii Isaya alishatoa unabii juu ya ujio wa Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa hiyo Yesu Kristo akachukua akasoma, na baada ya kusoma akasema, leo maandiko haya yametimia. Nataka nikuambie kitu kimoja, hata wewe leo haya maandiko yanaenda kutimia katika maisha yako. Haijalishi wewe uko katika maisha gani. Unajua kubwa ambalo Yesu alianza kulihubiri, ukiangalia katika Injili ya Marko, akalisema tubuni na kuiamini Injili. Tubuni na kuiamini Injili. Kwa hiyo ujumbe wa kwanza wa Yesu Kristo anaotuambia kwamba tutubu na kuamini Injili. Haleluya. Kwa hiyo Yesu alipopewa kile kitabu akaanza kukisoma. Akasema, Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri masikini habari njema. Yesu Kristo alikuja kuhubiri habari njema. Ukiangalia kile alichokileta Yesu ni habari njema, na maisha aliyoyaishi yeye Yesu ilikuwa ni habari njema. Yeye mwenyewe alikuwa habari njema. Kwa hiyo alikuwa anatoa kile ambacho anakiishi. Kwa hiyo Yesu kuja hapa duniani, kuja hapa ulimwenguni, ilikuwa ni habari njema. Yaani ujio wa Yesu Kristo tu kuja hapa ulimwenguni ilikuwa ni habari njema, na kile alichokibeba ndani yake ilikuwa ni habari njema. Habari njema ni ipi? Ni habari nzuri, habari ya wokovu, habari ya kuwatoa wanadamu kutoka katika utumwa wa shetani, habari ya kuwatoa wanadamu kutoka katika utumwa wa dhambi. Kumbuka, baada ya Adamu na Eva kutenda dhambi, shetani alipata kibali cha kumtawala huyu mwanadamu, na ndio maana tunaona kabisa kuna mambo mengi ambayo Mungu aliyafanya. Akatuma manabii mbalimbali ambao walikuwa wanakuja kwa ajili ya kuleta habari njema. Akatuma watu mbalimbali kwa ajili ya ukombozi kwa mwanadamu.
Yesu mwenyewe alikuja baada ya manabii mbalimbali kupita miaka nenda rudi, walikuja ambao Mungu aliwaagiza. Wengine walisikilizwa, wengine hawakusikilizwa, lakini wale wachache ambao Mungu ambao walisikiliza lile neno la manabii, Mungu alisema nao, alienda na hao ambao walitamani kusikia habari njema. Haleluya. Baada ya Yesu Kristo kuja hapa ulimwenguni, alikuja kwa ajili ya kuleta habari njema. Yesu alikuja kuleta habari ya ukombozi. Kuna manabii mbalimbali walitoa unabii juu ya ujio wa Yesu Kristo. Wakasema ipo siku atakuja. Nabii mmoja wapo ni Isaya, aliona ujio wa Yesu Kristo kwamba atazaliwa kutoka kwa Bikira Mariamu, mtoto ambaye atakuwa ni mkombozi wa ulimwengu. Huyu Yesu alikuja, na kuna watu wengine hawakuelewa kwamba ndio Yesu huyu. Hadi leo wanasubiria kwamba atakuja Yesu. Walizania atakuja kwa namna nyingine, labda ya kutisha. Hawakutegemea kama atazaliwa kama mwanadamu. Kumbe Yesu alizaliwa chini ya sheria ili atuokoe sisi tulio chini ya sheria. Haleluya. Yesu alizaliwa chini ya sheria ili atukomboe mimi na wewe ambao tuko chini ya utawala wa sheria. Mungu ni mwaminifu sana. Kwa hiyo Yesu alipopewa hichi kitabu kwenye sinagogi, akasoma, akasema, Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta niwahubiri maskini habari njema. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, masikini habari njema. Wale watu ambao wamejinyenyekeza, wale watu ambao hawataki makuu, wale watu ambao hawajikwezi, wale watu ambao mioyo yao imesinyaa kusikia ujumbe wa Mungu, hao Yesu ndio amekuja kwa ajili yao. Kama wewe uko tayari kusikia habari njema, kama wewe uko tayari kusikia kile ambacho Yesu amekileta, hii leo ni siku yako ambayo Bwana anaenda kufanya kitu siku ya leo. Napoongea sasa hivi, kuna mtu mwingine anaweza kuwa anapitia nyakati ngumu sana katika maisha yake. Na hakuna nyakati ngumu kama vile unavyotaka, kama vile unatamani kutoka katika maisha ya dhambi, na wewe mwenyewe unajikuta uwezi. Unakuta kuna misuguano. Kumbuka Yesu alisema, tubuni na kuamini Injili. Injili ni hii, habari njema ni hii ambayo nakuambia siku leo. Najua umesikia habari njema mara nyingi. Umesikiliza neno la Mungu kwa watu mbalimbali. Kila mtu Mungu amempa karama. Kila mtu Mungu amempa kitu cha kutupatia sisi wanadamu. Lakini mimi leo, na mimi nina jambo juu yako. Mimi leo nina kitu ambacho natamani niseme na wewe. Yesu amekuja na ujumbe mzuri kwa ajili yako. Anasema ametumwa kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao. Katika dunia kuna mambo mengi sana yametuzunguka. Shetani amefunga watu. Kuna watu wengi wamefungwa na vifungo vya shetani. Ukiangalia kuna mambo yanayoendelea ni mabaya sana. Wengine wameingiwa na mapepo yamefunga. Kuna maagano ambayo yaliingiwa kwa ajili yako wewe mwenyewe, labda hujui. Ulipozaliwa kuna watu walishaingia maagano katika ukoo wenu kwamba kuna katika ukoo huu lazima hawa watu wafanye matambiko, na wewe umezaliwa hujafanya hayo matambiko. Kwa hiyo kuna nguvu za giza, kuna nguvu za mizimu zinakulazimisha wewe ufanye hayo matambiko, na usipofanya unaona kabisa kuna shida. Na ndio maana kuna watu wengine huwa wanaenda kufanya matambiko kila mwezi, wengine kila wiki, wengine kila mwaka. Mwisho wa mwaka kuna matambiko yanafanyika kwa ajili ya kuenzi vile ambavyo vilifanyika kwa mababu, kuendeleza yale maagano ambayo walifanya wale mababu na mababu. Lakini Yesu amekuja kwa ajili yako kukufungua wewe kutoka huko. Shetani amefunga akili yako isijue kitu gani ambacho Mungu anataka ukifanye. Shetani amefunga akili za watu. Kuna watu wengine wanatamani kubadilika, lakini wanaona kabisa wanashindwa. Yesu amekuja kwa ajili yako. Yesu anasema hivi, ametumwa kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao. Yamkini ulikuwa mfungwa, na hata sasa hivi ninapoongea labda wewe umefungwa akili. Umefungwa, kuna vitu ambavyo vimekufunga. Shetani amekufunga, mapepo yamekufunga. Yesu amekuja kwa ajili yako ili akufungue, akutoe katika vifungo hivyo.